Kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania na kuletea Mbiu ya Kusini, na miongoni mwa habari tulizonazo juma hili ni pamoja na jumla ya unit 42 za damu zimetolewa huku zaidi ya watu 28 wakimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Deogratias Mbambaganya, amefanya uzinduzi wa huduma za kinywa na meno pamoja na kuweka wakfu vifaa tiba katika kituo cha afya cha Morogoro Polyclinic. Katika habari za kimataifa, wagonjwa zaidi ya 80 wenye matatizo ya kuona nchini Sri Lanka wamepata matibabu. Kwenye maburudisho wiki hii, kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Malamba Mawili wazidi kuwa mbaraka kwa wengi kupitia uimbaji. Naam, hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel. Jumla ya unit 42 za damu zimetolewa huku zaidi ya watu 28 wakimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika hitimisho la makambi ya kanisa la Waadventista wa Sabato Malamba Mawili. Mtambo Mgereza ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, Mchungaji Maotola Lumbe, mnenaji mkuu katika kambi hilo, amesema ameshuhudia ukuaji mkubwa wa maendeleo ya kiroho katika kanisa hilo, huku akiwataka washiriki kuyaishi yale mafundisho waliyosikia ili yalete mabadiliko chanya katika maisha yao. Kambi la mtaa Malamba Mawili ni kambi la kanisa moja, kwa sababu kanisa lingine la Kifuru nao wana kambi lao. Wamekuwa na maendeleo makubwa sana. Wameleta Hope Channel TV ambao wamerusha mahubiri haya moja kwa moja, na kambi limekuwa kubwa sana. Unaweza kuona namna kanisa linavyokuwa, lakini wameongeza kununua kiwanja, wanakaribia kufika barabarani. Mimi na wahubiri wenzangu kuwaambia watu waende wasonge mbele kiimani, wasonge mbele kushinda dhambi, wasonge mbele kushinda migogoro ya familia, wasonge mbele kukamata misingi ya kanisa, huku wakimtumaini Yesu mwezeshaji. Kwa upande wake, Bi Anne Kianzi, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto wa Conference ya kusini mashariki mwa Tanzania SEC, aliwasihi wazazi na walezi kuwanunulia watoto Biblia na kitabu cha nyimbo ili kuwajengea tabia ya kusoma na kuishi kwa misingi ya maandiko matakatifu. Niendelee kuwasihi wazazi na walezi tushirikiane katika kuwanunulia watoto Biblia na vitabu vya nyimbo. Kiboma cha Biblia na kitabu cha nyimbo, huu ndio umri ambao kiboma kile kinajengwa ndani ya akili yao. Usipowazoesha sasa, hicho kiboma hakitajengwa na hataipenda Biblia hata ungefanya nini. Nichukue nafasi hii pia kuwasihi na kuwaomba wazazi na walezi, tunapokuwa na semina za walimu wa watoto, tujitahidi kuhakikisha walimu wote wa watoto wanakuja, na kama hawana uwezo tushikamane tuwasaidie ili waje kwenye semina, maana tunatamani kuleta mabadiliko kwenye idara ya watoto, na walimu wasipoenda semina hawataweza kuleta mabadiliko. Wapendwa, ili mabadiliko yatokee ni lazima mtu ajifunze, aelewe mambo, na ndipo atakapoweza kuleta mafanikio. Tunatamani kuiondoa midundo. Wameimba vizuri sana hapa. Kuna marekebisho machache ambayo ninaamini nyinyi wazazi mkitupa ushirikiano pamoja na walimu wetu tunaokwenda semina tutayafanya. Mimi nilikuwa ninasimamia kipindi kile cha ndoa kongwe. Tuliwakumbushia pia ili amani iwepo, ili baraka iwepo, ili matumaini yawepo. Tuliwaambia warejeshe madhabahu nyumbani. Watu wao na ibada asubuhi na watu na ibada ya jioni ya kumtukuza na kumsifu Mungu. Watoto kabla wajaondoka kwenda shuleni wakutane na Yesu. Wazazi kabla wajaenda katika kazi zao mbalimbali, kwenye maofisi yao mbalimbali, waanze na Bwana. Naam, na jioni wanaporudi waweze kutoa shukrani kwa Bwana, maana Bwana amewatendea matendo makuu katika siku nzima ile iliyotangulia. Na si hivyo tu, usiku ule wanajikabidhi kwa Mungu.
Mungu aweze kuwabariki na ulinzi wa Bwana na neema ya Bwana iweze kuwepo saa zile za jioni. Ndipo tukawashauri kwamba jitahidini kukaa na watoto wenu mapema. Watoto wenu. Watoto ni wazazi wa watu wawili, baba na mama. Washauri wawili waweze kuwa karibu na malezi ya watoto wao. Na kwa tendo hilo familia inajiandaa kwa ajili ya kuingia mbinguni. Aidha, wahudumu, viongozi, washiriki na wageni waliohudhuria kambi hilo walieleza kufarijika kwao kutokana na huduma mbalimbali zilizotolewa. Tukiwa na makambi mawili, kambi la watu wazima na kambi la watoto. Kambi la watoto lilikuwa ni kambi bora sana, tukiwa tumetoa kwaya Dodoma ya Ellen White ambayo iliwahudumia watoto, lakini tukiwa na kwaya ya Iringo ambayo iliwahudumia watu wazima. Kwa kambi hili la mwaka 2025 lilipambwa pia na huduma za afya, tukiwa na hospitali ya Bochi ambayo wakati wote walikuwepo hapa. Washiriki hawa wa kanisa la Malamba Mawili ambapo kambi hili lilikuwa likifanyika, wakatoa sadaka inayonena ya damu, uchangiaji wa damu salama. Na kwa kweli mpaka tunamaliza kambi hili tulipata unit 42 kutoka katika kanisa hili. Tulibatiza takriban watu 28 walioingia katika maji wakabatizwa kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama kijana au kama baba ajaye katika familia hapa duniani, tumejifunza kuhusu habari za ujasiriamali na jinsi ya kutafuta fedha na kukua katika kiuchumi zaidi katika maisha ya duniani. Kwenye ndoa changa tumeona ndoa zetu, kumbe tumeingia kwenye ndoa hatujui nini ambacho kinafanya ndoa zetu zisimame na kuimarika. Kupitia mchungaji Pastor Maotola Lumbe, kwa kweli tumejifunza na tumebarikiwa. Leo mwanandoa aliyehudhuria makambi ya hapa Malamba Mawili atakuwa ni shuhuda au atakuwa ni shahidi kwa ninazungumza. Ndoa zetu sasa hivi zimekuwa mpya. Kwa zile changamoto za ndoa, uvumilivu tumejifunza. Uvumilivu ndio kitu cha kwanza, na kuheshimiana. Migogoro ya kwenye ndoa tusipoweza kuitatua sisi wanandoa, hata aje mtu mwingine kutoka nje hataweza kutatua. Nimependa ufundishaji ambao ni tofauti na kwenye shule. Wakiwa nafundisha at the same time una have fun, at the same time unakuwa unajifunza kitu. Kwa mfano kwenye somo linalosema nitamtumaini Yesu katika imani na kuabudu, hapo nijifunza kuwa natakiwa kuomba kwa ujasiri na bila kuogopa. Kutoka kanisa la Adventista Sabato Malamba Mawili, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Mtazamaji, usisahau kutembelea katika akaunti zetu ili kupata taarifa zaidi, lakini pia kutoa maoni yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tutupie macho katika habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Wito umetolewa kwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuendelea kumtegemea Mungu, kwani yeye ndiye msaada pekee katika maisha yetu. Musa Mkane kutoka jijini Mbeya ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na mnenaji mkuu katika makambi ya mtaa wa Mbeya mjini, Mchungaji Emmanuel Schingal kutokea Zambia, ambapo amesema kama tukipendana na kumwomba Mungu katika nyakati hizi za mwisho, kazi yake itakamilika mapema. God had his own time and Mungu ana wakati wake mwenyewe, na alitayarisha mikutano hii ya makambi akitaka watu wake ufufuliwe kiroho, na kwamba tumefundishwa mengi na jambo kuu tulilolitazama ni kugeuka kutoka katika dhambi. Unajua, kama familia mara nyingi tunaathiriwa na mambo mengi ya dunia hii. Wakati si wetu tena, siku tunazoziishi sasa ni mbaya. Tunapaswa kungoja na tunamhitaji Yesu Kristo katika maisha yetu, arudi kwa mara ya pili ili tupate kurudi nyumbani kwetu na tukapumzike naye huko. Kama mtoto wa Mungu, usisahau kuomba, usisahau kumtumikia Mungu wako, na usisahau kupendana nyinyi. Kwa nini? Mungu atakubariki na atakubariki kwa wingi.
Pamoja naye mchungaji Daniel Katembo amesema kuwa mada ambazo wamekuwa wakijifunza katika makambi hayo ni pamoja na masomo juu ya shule ya Sabato, na zaidi walijikita katika mtaala mpya unaosema shangwe ndani ya Yesu, ambapo unawahusisha watoto wa umri wa miaka 0 mpaka 18 na kueleza faida hasa katika masomo hayo. Lengo lake ni kuwafundisha watoto hawa kumjua Mungu, lakini kuwahusisha watoto hawa kuanzia hiyo miaka 0 hadi 18 katika utume. Lengo la mtaala huu pia mpya ni kwa ajili ya utume. Kanisa limewekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kuwahusisha vijana kujifunza neno la Mungu kwa kina na kuwafanya neno hili liwabadilishe, likawaandae kwa ajili ya utume na likawaandae kwa ajili ya uzima wa milele. Sambamba naye mchungaji Rafael Mainga, mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini, amesema wameshuhudia mbaraka mkubwa, kwani zaidi ya watu 17 wamebatizwa, na kufafanua kuwa watu mbalimbali wamebarikiwa zaidi katika makambi hayo. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu watu wengi wamemwona Yesu kupitia masomo yaliyotolewa. Zaidi ya watu 17 wamebatizwa katika kambi hili. Kambi hili tumekuwa mbaraka kwa majirani wanaotuzunguka, maana Itigi ni eneo jipya. Tumetoka mjini, tumekuja nje kidogo ya mji kwa ajili ya kambi, na hivi watu wengi wamebarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu katika maeneo haya. Pamoja nao washiriki waliohudhuria katika makambi hayo wameonyeshwa kufurahia masomo mbalimbali pamoja na kuahidi kuyafanyia kazi yale waliyofundishwa. Naitwa Beatrice John kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, ambalo lilitufundisha kwamba usiwe dulizila ambaye inaweza ikawa ni kikwazo ambacho kinakufanya wewe usiende mbinguni. Uweza ni masengenyo, uongo ama dhambi yoyote ambayo inakufanya wewe iwe kwako ni kikwazo kwenda mbinguni. Nimejifunza kwamba tukiwa na tumaini, tukimtumaini Yesu, hakuna kitakachokuwa changamoto katika maisha yetu. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Musa Michael Mkane wa Hope Channel Tanzania. Asante sana Musa Mukane kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tuelekee kule Morogoro ambapo mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania mchungaji Deogratias Bambaganya amefanya uzinduzi wa huduma za kinywa na meno pamoja na kuweka wakfu vifaa tiba katika kituo cha afya cha Morogoro Paul Clinic. Tunaelekea kwake Tadei Mwakalimbile ambaye ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza katika huduma hiyo, mchungaji Bambaganya amewapongeza washiriki wote waliojitoa kwa sadaka zao na kuwezesha ununuzi wa vifaa tiba hivyo. Kwa hiyo, kwa masaa haya sasa, hatuwezi kuviruhusu vitumike bila kuweka mikononi mwa Mungu. Maana hii ni kazi ya Mungu ya kuopoa roho za watu, lakini tunaopoa kimwili na kiroho pia. Anayekuja hapa kupitia vifaa hivi hawezi kuguswa na uwepo wa Mungu na huduma za watu wetu. Na nipende tu kusema hili ni tukio la pekee na lenye baraka. Tunapoweka wakfu vifaa hivi vya tiba hospitali hii yetu ya kanisa, sio tu kwamba ni zana za kazi za kitabibu, hapana, bali ni kama vyombo vitakavyotumika kwa huduma ya kiroho na kimwili kwa ajili ya wanadamu. Haleluya. Ni huduma ya kimwili, lakini zaidi ni ya nini pia? Ya kiroho kwa ajili ya wanadamu. Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, pamoja na mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Conference ya Mashariki mwa Tanzania, Daktari Cecilia Ligogo, walionekana kufurahishwa na tukio hilo kubwa na la kihistoria katika conference hiyo. Nategemea kwamba sasa huo ni mwanzo. Siku zijazo tutakuja kuzindua hospitali hapa. Ninaamini kabisa. Na hiyo hospitali itakuwa ni kubwa, yenye heshima zake, yenye kufanya huduma zote za kibingwa, iwe ni upasuaji. Huenda tukafika hata kufanya huduma za kibingwa za kwenda nje tukazifanyia hapa. Maana watu tunao, ni ile kusubutu. Na usubutu ndio umeanza. Siku ya leo tumekuwa na nafasi ya pekee sana kuweza kuweka vifaa tiba wakfu, lakini vile vile na uzinduzi wa huduma ya kinywa na meno. Na hii kama unavyoona hiki ni kiti, ni seti nzima ya huduma ya kinywa na meno. Awali kulikuwa kuna kiti ambacho tunaweza kusema kwa kweli
kilikuwa cha zamani, kikiharibika hakina spare, lakini tukaamua katika ile sadaka ya vifaa tiba kuweza kuweka kitu ambacho ni standard kulingana na huduma za afya links ambavyo kwa sasa tunaenda nazo na ushindani wa huduma hizi. Kwa hiyo binafsi namshukuru sana Mungu. Lakini vile vile Mungu akipenda leo tu tumezindua huduma ya kinywa na meno, lakini baada ya ukaguzi wa timu kutoka manispaa, lakini vile vile na ukaguzi wa watu wa bima ya afya yani NHIF watakapokuja kukagua na kurasilisha huduma zingine, basi kwa neema ya Mungu tutakuwa na uwezo wa kupokea wagonjwa wetu kwa level ya polyclinic kwa upande wa bima ya afya, lakini vile vile tutakuwa na huduma ya uzalishaji ambayo hiyo inasimama yenyewe kama yenyewe, maana polyclinic haizalisha, haruhusi kuzalisha. Kwa hiyo tutakuwa na ile stand alone maternity home, yani nyumba ya uzalishaji inayojitegemea, na hivyo timu itakapokuja basi tutakuwa kisha kamua na mambo yakawa yamekaa vizuri, tutazindua rasmi pia huduma ya uzalishaji. Tunashukuru sana kwa chambizo na pia tunashukuru kwa vifaa tiba ambavyo tumepatiwa. Katika hivi vifaa wataweza kusaidia kufanya ufanisi wa kazi zetu ziwe sawa sawa, lakini pia kuwafikia watu mbalimbali humu mitaani. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Sasa basi sisi kama washiriki tunahitaji kutibiwa katika hospitali nzuri, vifaa ni vizuri tena vya kisasa. Mimi mwenyewe ni muhanga wa kinywa na meno. Kwa hiyo nawakaribisha wote katika huduma hii ambayo imefunguliwa rasmi na itaanza rasmi kufanya kazi katika hospitali yetu. Nikiripoti kutoka Konferensi ya Mashariki mwa Tanzania ETC, mimi ni Tadei Mwakalimbile, Mbiu ya Kusini. Tukiendelea kusalia huko Morogoro, katika hatua nyingine, mwenyekiti huyo wa Konferensi ya Mashariki mwa Tanzania ametembelea na kujionea ujenzi wa jengo jipya la kanisa la Waadventista wa Sabato SUA lililopo katika mtaa wa Misufini mkoani Morogoro. Tadei anafafanua zaidi undani wa habari hiyo. Mwenyekiti Mchungaji Deogratias Bambaganya amewashukuru na kuwapongeza viongozi pamoja na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato SUA kwa hatua walioifikia katika ujenzi wa jengo hilo. Asubuhi ya leo tumetembelea hapa kwenye jengo hili la kanisa la SUA ambalo kwa kweli wanajenga kanisa kubwa na ni kanisa litakuwa la pekee sana katika eneo hili katika manispaa ya Morogoro. Nitoe shukrani za kwanza kwa ajili ya njoo zilizokuja kwenye kwa uongozi wa kanisa hili. Kuanzia kwa wazee wa kanisa, chungaji, baraza la kanisa lote, mkuu wa majengo ambao waliona kwamba muda umefika kwa ajili ya kuweka jengo lenye kuwakilisha sura ya Mungu kwa utukufu wake. Niwapongeze sana washiriki wa hapa SUA kwa wazo hili kubwa na mradi mkubwa huu wa ujenzi ambao sio kwa ajili tu ya kuabudu lakini pia kwa ajili ya mahitaji mengine ya kijamii. Kila wakati ambapo uamsho na matengenezo ulipotajwa katika Biblia ulianza na mambo ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Na kama tunahitaji matengenezo ya kweli, watu wakae mahali pazuri, waweze kumsikiliza Mungu kwa uzuri, tuwe na majengo mazuri ambayo yana mahali pazuri pa kuketi na vifaa vizuri vya sauti vinavyoendana na majengo hayo. Viongozi mbalimbali wa kanisa la Waadventista wa Sabato SUA pamoja na washiriki wa kanisa hilo mara baada ya ujio wa mwenyekiti wa conference kanisani hapo walikuwa na haya ya kusema. Kama mnavyoona tuko kwenye site ya ujenzi wa kanisa kubwa lenye uwezo wa kuchukua washiriki wapatao 1200 litakapokamilika. Na hii ni kwa sababu kanisa tulokuwa tukiabudu limekuwa dogo ukilinganisha na idadi ya washiriki ambao tunaabudu kila Sabato. Idadi ya wanafunzi kwenye chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo inaongezeka na hivyo idadi ya washiriki kanisani kuongezeka sana. Mkakati wa majengo katika mtaa ndio shughuli tunaifanya pamoja na kuongeza waaminifu wa matoleo. Namshukuru Mungu sana kwa kanisa la SUA kuitikia kwa namna pekee sana. Kama ambavyo umesikia walivyoongea wazee, tumeanza kazi hii mapema mwezi wa 3 mwaka huu
na kazi inaenda vizuri. Napenda kumshukuru sana wazee, kuwashukuru sana wazee wa kanisa wote, mkuu wa kamati ya majengo kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na kamati ya majengo na washiriki kwa kutoa fedha, na marafiki mbalimbali kwa kutoa fedha kufanya tufikie hapa tulipofikia. Naam, kwa taarifa hiyo ya Tadei Mwakalimbile inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni taarifa ya habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Bonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nasi. Tazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Jumla ya unit 42 za damu zimetolewa huku zaidi ya watu 28 wakimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Deogratias Bambaganya, amefanya uzinduzi wa huduma za kinywa na meno pamoja na kuweka wakfu vifaa tiba katika kituo cha afya cha Morogoro Paul Clinic. Katika habari za kimataifa, wagonjwa zaidi ya 80 wenye matatizo ya kuona nchini Sri Lanka wamepata matibabu. Kwenye maburudisho wiki hii, kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Malamba Mawili wazidi kuwa mbaraka kwa wengi kupitia uimbaji. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji. Asante sana kwa kuendelea kubaki nasi, na hivi sasa tutupie macho katika habari za kimataifa. Wagonjwa zaidi ya 80 wenye matatizo ya kuona nchini Sri Lanka wamepata tena uwezo wa kuona baada ya kufanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho na timu ya madaktari kutoka Samyuk Medical Center ya Korea Kusini. Tupate taarifa zaidi. Dr. Shin Cheonju, mkuu wa idara ya macho kutoka Samyuk Medical Center nchini Korea Kusini, akiambatana na wauguzi watatu, ameongoza operation ya siku 5 iliyowarejeshea uwezo wa kuona wagonjwa 88 waliokuwa wakisumbuliwa na mtoto wa jicho nchini Sri Lanka. Bali na upasuaji, Samyuk Medical Center, taasisi inayoongoza ya afya wa Adventista nchini Korea Kusini, ilitoa msaada wa vifaa vya macho ikiwa ni sehemu ya ushirikiano uliowekwa mwaka jana na Kandi Adventist Hospital ili kuboresha huduma za afya za macho katika eneo hilo. Misheni hiyo iliandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la kimataifa All to Heaven na kuhusisha jumla ya watu 110 wa kujitolea kutoka nchi 10 tofauti. 110 volunteers from 10 countries. Asante sana Fredi Mduma kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tuangazie habari za muziki na maburudisho, ambapo kwa juma hili tunayo kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Malamba Mawili ambao wao wanazidi kuwabariki watu wengi kupitia uimbaji, na juma hili wanakuja na wimbo wao mpya kabisa wenye ujumbe unaosema pambana. Hebu mtazamaji, barikiwa na ujumbe huo. Kutafuta uso wa Bwana, yeye ni rafiki wa karibu, acha kupambana, kutafuta ya ulimwengu, tafuta uso wa Bwana.
utakuwa heri. Pambana, pambana, pambana kutafuta uso wa Bwana. Yeye ni rafiki wa karibu. Acha kupambana kutafuta ya ulimwengu. Tafuta uso wa Bwana, utakuwa heri. Umesumbuka muda mwingi kutafuta ya ulimwengu. Hujaona tumaini na kukuvusha ng'ambo. Badili mwelekeo, rudi kwa Yesu. Umesumbuka muda mwingi kutafuta ya ulimwengu. Hujaona tumaini na kukuvusha ng'ambo. Badili mwelekeo, rudi kwa Yesu. Kila unapopambana kutafuta uso wa Bwana, vikwazo ni vingi, usione uso wa Bwana. Wewe kaza mwendo, taji yako ya kungojea. Tafuta uso wa Bwana, utakuwa heri. Kila unapopambana kutafuta uso wa Bwana, vikwazo ni vingi, usione uso wa Bwana. Wewe kaza mwendo, taji yako ya kungojea. Tafuta uso wa Bwana, utakuwa heri. Umesumbuka muda mwingi kutafuta ya ulimwengu. Hujaona tumaini na kukuvusha ng'ambo. Badili mwelekeo, rudi kwa. Na mtazamaji, unaweza kuwatembelea kwaya hiyo ya Malamba Mawili katika akaunti zao ama mitandao yao ya kijamii ili uweze kubarikiwa na nyimbo nyingi zaidi ambazo wanazitoa na kuziweka hapo katika mitandao yao. Mpaka hapo mimi nafikia tamati katika taarifa ya habari na Mbiu ya Kusini juma hili. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari kufikia, jina langu naitwa Mbonea Daniel. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Bwana akubariki.